Bwana Yesu apewe sifa. Cha kwanza akapigwa upofu. Akiona Mungu na kiburi anakupigisha adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ili unyoke, ili ukae sawa. Na baada ya hapo ukisema Bwana niko tayari, niko tayari, ndio Bwana anaanza na wewe. Hadi unyoke. Wewe unasubiri kunyooshwa sawa. Na najua wakati mwingine uweze kukubali kirahisi hadi unyooshwe. Hakuna ambaye alitumika amekubali kirahisi. Hakuna. Hakuna. Hata wewe unakataa kutumika ni kwa sababu tu huo ndio wito wako. Hadi siku utakaponyooshwa. Na inawezekana maisha magumu, taabu unayopitia, changamoto unazopitia, magonjwa unayopitia, huzuni unazopitia ni kwa sababu hutaki kufanya kile Mungu alichokuitia. Unaangalia maisha ya mwilini. Utafikiri kuna utapata msaada. Hakuna. Maisha bora yanaanzia rohoni, alafu yanakuja kutokea mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Andika tu hapo kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 8 na mstari wa 17. Hapo utaona Sauli namna anavyoitwa na Mungu, pigwa macho na Bwana Yesu. Haleluya. Na mengine akakaa siku 3 analia tu ndani. Ujanja kwisha. Paulo alikuwa ni jandi mmoja hatari sana. Alikuwa na kiburi cha hatari. Lakini alinyoka. Hata ukiwa na kiburi utanyoka hadi umtumikie Mungu. Na mimi naomba Mungu akunyoshe. Amen. Ili umtumikie Bwana. Hata usiposema amina utanyoka. Amen. Kwani mimi ni Bwana atakunyosha. Hadi useme Bwana niko tayari. Hadi useme niko tayari. Awanyoshe wenye roho za kinabii huko. Mtumike vizuri. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Mstari wa kwanza hadi wa 8, alafu unasoma mstari wa 17. Soma mstari wa 17 peke yake. Soma mstari wa 17, sio sura ya 17. Matendo ya Mitume sura ya 9. Mstari wa 17. Sura ya 9 mstari wa 17. Biblia inasema, ndio. Anania akaenda zake. Ndio. Akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma. Yesu. Yes. Bwana amenituma. Yesu. Yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia. Upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Upate kuona tena ukajazwe nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anasema ukajazwe Roho Mtakatifu? Kwa sababu kazi anaenda kuifanya inategemea nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 anasema mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Manake kazi mnayoendelea kuifanya, wito niliokuitia, hautaenda peke yako. Roho Mtakatifu atakuwa pamoja na wewe. Nami ni maombi yangu katika wito wako, Roho Mtakatifu afurike ndani yako. Roho Mtakatifu akae ndani yako. Roho Mtakatifu ajae ndani yako. Roho Mtakatifu afanyike kiongozi wako katika jina la Yesu. Kuna mtu amenielewa? Amina. Mbona